ajabu chakule. Bwana vipi? Bwana fresh bali za miaka. Safi tu. Unaona tumepoteana bwana. Sawa, lete habari. Bwana leo kuna habari moja bwana hapa. Kuna mpya gani leo? Leo kuna mada moja hapa ngoja tuiangalie ni kuoa singomaza. Naona vijana wengi wanalalamika sana mitaani. Singomaza. Hii kwani imekaaje bwana? Hii kiuhalisia. Singomaza kama unataka kuoa lazima una elimu kidogo. Usitarajie uwe singomaza. Alafu baba mtoto asije kumuona mwanae nyumbani kwako. Au sawa asije kumuona nyumbani kwako. Kumpigia simu mkewe kujua hali ya mtoto. Hilo swala haliwezekani. Kwa hiyo vijana wengi sana hilo swala liona kwa nzito. Ila kama umekubali yote, weka naye. Lakini hawezi kukata mawasiliano hayo. Kweli. Kuna wengine wanakuambia basi chukua namba yangu. Itakuwa ni dharau. Anakupigia simu saa 9 usiku. Wewe mwanangu wa jambo. Wewe utajisikiaje? Haiwezekani. Kwa mawasiliano kule lazima yaendelee. Kule lazima. Wewe singomaza tuache kama walivyo, kama una moyo oa. Kama huna basi tulia. Lakini sio wewe kwa sababu umemooa eti mawasiliano yako yakatike. Haiwezekani. Sawa utamtunza mtoto wake. Lakini baba anataka kumjua mwanae. Kumbe kweli bwana. Yaani kama una moyo mdogo basi wewe kausha. Na wengi sana na moyo mdogo sana. Ndio hivyo. Hawezi kuvumilia. Lakini haiwezekani ukata mawasiliano haiwezekani. Sawa ndio liko hivyo. Itabidi wabadilike bwana. Sawa, aki. Ngoja tuangalie na viapo kwenye ndoa hapa. Hii bana nayo hii. Viapo kwenye ndoa bana nayo inaleta gumzo kweli. Vipi sasa na hii bana? Unajua masuala ya viapo yaani ikiwezekana kwa sababu mtu anayekufungisha ndoa anakuuliza. Unajua ndoa nyingi hazidumu sasa hivi kwa sababu yaani huwa pale wanapoenda kuoa muozaji au muozeshaji anakuuliza umempenda fulani bini fulani? Nimempenda. Kwa shida na raha? Nimempenda. Maradhi na majanga? Nimempenda na kuozesha. Umeshaona bwana? Sasa anapokuja ndani mshasiku kateleza. Muona bwana? Kachepuka. Wewe tayari unasema mke simtaki. Umeona? Lakini ulishasahau kama muozeshaji alikuwa anakuuliza kwa shida na raha. Bora ungekataa pale kabla hataja na niliu. Au la sivyo, uliza hata swali basi. Au muozeshaji alikuwa anauliza maswali bwana, shida gani? Hiyo kweli. Ushaona? Kweli kabisa. Wewe umetekea shida na raha. Leo mwenzio kachepuka. Umtaki, wewe umeniozesha mbaya. Hiyo ndio shida aliyokuambia muozeshaji. Ana changamoto hiyo ya umalaya. Kwa hiyo shida na raha, utabidi uulize swali shida gani? Mwenyewe ulikubali. Wao wanaogopaga sasa kuuliza pale. Mwenyewe ulikubali shida na raha. Umejibu ndio. Maradhi na majanga? Ndio, umemoa. Sasa leo ukachepuka. Wewe unasema mwanamke je malaya. Siri na nini? Basi siku ile ungekataa pale umekubali kwa sababu hivi viapo tuviangalie. Viapo tuviangalie hivi viapo jamani wana ndoa. Itabidi walibebe sasa. Walitumwa lazima uulize huyu ana shida gani? Kwa sababu shida lao sio unaitikia tu. Kwa hiyo sio kila shida utaweza kustamili. Kuna shida zingine huwezi kuzistamili. Kwa hiyo lazima uulize huyu ana shida gani? Anakuuliza lazima uulize huyu ana shida gani? Ndio hivyo. Itabidi wazingatie wazingatie, lazima wazingatie. Inabidi wazingatie, kuzingatia muhimu sana. Sio anakurupuka wengine analalamika. Sawa, kuna wengine hao wanaenda kuoa. Au sio bwana? Unaoa kumbe unaoa demu wa mtu. Maana yule ana mtu wake yule demu. Yule lazima atakuwa na mtu wake. Mbona bwana mchepuko wake? Sasa ukishamuoa maki anaenda kule ni mchepuko. Umeona? Ndio maana hata mwezeshaji atakuuliza kwa shida na raha. Kwa itabidi sasa uulize shida gani? Wewe unakubali tu unakubali. Kumbe mzee mambo yake ni hovyo. Nyumbani kwao walikuwa halali. Wewe umeingia kwenye mtego wa kuotea umeoa. Leo unalalamika. Ulikubali mwenyewe shida na raha ndio hiyo shida yake. Pambana nalo sasa. Sasa wapi unalalamika? Hilo kweli. Umeona? Kwa hiyo hata waozeshaji nao watoe fursa ya kuuliza maswali. Wanaoa nao waulize maswali. Bwana huyu ana shida gani? Anakuambia huyu bwana ana kifafa. Umeona bwana? Huyu bwana kagonga. Huyu hawezi kutulia na mmoja. Huyu bwana kumalizi ilikuwa nyingi sana mpaka ndio kumuoa wewe. Kwa hiyo ukikutana nazo hizo zivumilie tu ndio shida zake.
Uko